Bwana, mambo vipi? Traveler Mtumbadi hapa, MKS TV, tupo online kabisa. Tuko pande za Kiembe Samaki, tunataka kuchukua mawili matatu kwa blaza kaka mkubwa. Anaonekana hana baya. Mambo vipi blaza? Poa, mambo vipi? Fresh. Mimi naitwa Traveler, au unaitwa nani? Naitwa Arbu. Arbu bwana, ngoja nikae hapa kwa heshima hapa nichukue vitu vya mtu mzima. Bwana, hapa kuna maandalizi ya mwakilishi, mbunge, diwani, rais kama hivyo, lakini tupo katika jimbo letu la Kiembe Samaki. Wewe kama kijana ambaye umeona mengi blaza, unatamani mwakilishi atufanyie kitu gani? Hapa kimazingira kwa uwanja wetu nahisi angetutafutia hata usiku hapa. Unajua tena Watu kio kinaputwa hata usiku hapa. Usiku hapa sababu uwanja mingi siku zote wanacheza usiku, mchana. Unajua ile? Kweli ndio maana mtu mzima dawa bwana. Mimi sikufikiria mambo kama hayo, na vitu vinawezekana kwa mwakilishi, ni vitu vidogo sana. Ni kiasi kwamba aongeze kufanya vitu vizuri, viwe vizuri zaidi ambavyo havijawahi kufanyika, awashangaze watu, si ndivyo? Ndio ilivyo, na isitoshe na vile vile wawezeshe vijana, kwa sababu unajua sasa hivi vijana wengi wanataka sana kucheza mpira lakini hawana uwezeshaji. Kwa mfano kama wanaenda pale Mnazi Mmoja kutapiana na jezi, wanapata tips. Na ukiangalia Kiembe Samaki kuna vipaji vingi sana sasa hivi hapa. Kwa kila aina, na tukiangalia vipaji vinakufa kwa sababu hakuna usimamiaji wa vijana. Kama wewe unakuja hapo nyuma, umeona? Ni mmoja wa vijana ambao wanainukia mpira. Kila mtu kimwambia anakwambia bana, mimi kitu changu nataka ni mchezaji kama mchezaji fulani. Lakini siku ya siku nakuta kipaji chake kinaishia mjiani. Kwa hiyo nakuta kama anatakiwa wawezeshe vijana kama hao. Kwa hiyo vijana kama hao wanahitaji kuwezeshwa, kama kupata viatu, jezi, yani support kubwa kutoka serikalini, ambayo kwa mwakilishi wetu akilifanyia kazi hiyo, naamini itakuwa ni jambo dogo sana, kwamba tuna vijana wengi tu, tuweze kupata timu nzuri ambayo inaweza kushiriki kwenye mashindano makubwa, si ndivyo? Ndio ilivyo, kwa sababu nilipata wakilishi wengi lakini unakuta hawaangalii future ya vijana, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi. Unaona kama huyo hapo kumwambia bana, matarajio yako, mimi nakwambia mimi nataka nicheze mpira lakini kipaji changu naona kinaishia njiani. Kwa kama ukiwawezesha vijana wadogo kama hao, watakuwa wanasoma shule, wanakwenda lakini wana muda mchezo, wanakuwa wanafurahia. Lakini ukiangalia kama hapo, ukiangalia viwanja sasa hivi hamna. Kwa hiyo kiwanja usiku kiwezeshe kikwata pia ambao wanakuja usiku, kwa sababu muda asubuhi, mchana wanakwenda shule, kuna wengine, lakini muda usiku wanakuwa free. Kwa hiyo atatumilia muda ule ambao uko free, hususan muda usiku. Kwa hiyo nahisi itakuwa vizuri zaidi kama atakuwa anawezesha vijana. Kwa sisi tena ambao tunaona hivi tunakuja kufanya mazoezi kawaida, lakini ile tunajinini wenyewe, tunajimudu wenyewe. Leo tunakuja tutatuji, lakini hawa vijana tuwezeshe hata ile akili na kuweka vizuri, inafanya kazi vizuri, sababu inakuwa na relax katika masuala ya mpira, katika masuala ya kompyuta. Naona kidogo hashaushiki na mambo ya nje, kwa sababu unajua mtaa wetu sasa hivi mbaya sana. Kwa hiyo masuala ya kukuta bangi ni, lakini akishaona bwana kuna kitu cha kufanya, mtoto anakuja hata hapa na kwa kidogo akili yake inakaa stable sometimes. Unajua kama hivi. Hiyo nzuri, nimefurahi, nimepata maoni mazuri kutoka kwa blaza kaka mkubwa. Yeye kaelezea mambo mengi kwamba asaidie kwenye michezo. Watoto ni wengi wana vipaji lakini hawana sapoti kwenye 1 2 3. Kwa hiyo kama mwakilishi akiona hii anaweza kufanyia kazi. Tunataka Kiembe Samaki iwe mpya kwa heshima.